Angalia nitrogen isizidi sana kwenye zao la nyanya. Kizidi sana, matokeo yake ni kwamba nyanya inakuwa ndefu lakini inastawi vizuri, lakini inaathiri kwenye production, uzaaji wa nyanya unakuwa ni hafifu. Hello Tanzania, habari mkulima unayetufuatilia na mdau wa kilimo, karibu sana. Hii ni KSP Tanzania Kilimo Smart Project, wakali wa hizi kazi. Tunakupatia huduma ya mfumo wa umwagiliaji, tunakupatia huduma ya agro input, pembejeo Tanzania nzima. Tupo Dar es Salaam Tanzania, lakini huduma zetu tunatoa mikoa yote Tanzania. Sasa leo nataka ni tuelekezane, wewe mkulima unayetufuatilia, mambo ya msingi katika kilimo cha nyanya, hususan katika upande wa lishe ya mmea. Tunapozungumzia lishe ya mmea tunamaanisha mbolea, kwa sababu mbolea ni chakula cha mmea. Sasa zao la nyanya ni zao ambalo ni complicated sana kuliko mazao yote, na nadhani hata requirement ya mbolea au chakula ili nyanya iweze kuzaa vizuri inakuwa ni kubwa zaidi kuliko mazao mengine. Ukisikia mtu amevuna katika ekari moja za nyanya, ujue amezingatia nutrient management, ametumia program nzuri ya chakula cha mmea, program nzuri ya lishe ya mmea, na hatimaye ameweza kufikia mafanikio kama hayo. Sasa tutaenda kwa kuangalia mbolea zote. Tutaangalia mbolea za folio fertilizer, mbolea za majani, tutaangalia kidogo fertigation, mbolea za soluble, lakini pia tutaangalia manual fertilizer, mbolea za chini ambazo mara nyingi zinakuwa katika mfumo wa granule, tunazitumia siku zote. Sasa awali kabisa, unapokuwa umesia mbegu yako, inapoota mara nyingi mzizi unakuwa haujawa stable kiasi kwamba unaweza ukafyonza rutuba kutoka chini. Kwa hiyo tunatumia mbolea ya folio fertilizer, mbolea ya majani. Mbolea ya majani inafyonzwa moja kwa moja kwenye tishu ya mmea na kisha hufanya kazi katika mmea na kuleta matokeo. Mmea unapokuwa umekuwa wiki 2 hadi 3, una apply mbolea pale unapohamisha mche wako kutoka kwenye kitalu. Tunaweka mbolea, na mbolea ambayo tunazingatia zaidi ni mbolea yenye kirutubishi cha phosphorus kwa wingi. Kwa hiyo unaweza kutumia mbolea za Yara na balanced NPK, lakini phosphorus inakuwepo ya kutosha, na hapo tunaweza kutumia DAP au tukatumia Yaramila Otesha. Baada ya wiki 2 tunaweka mbolea ya kukuzia. Sasa mizizi inakuwa imeshakuwa vizuri, na mbolea ya kwanza tunaweka gramu 5 kwa kila mmea. Usipunje, gramu 5 kwa kila mmea. Baada ya wiki 2 mmea unahitaji mbolea, tutaweka mbolea ya kukuzia, na mbolea ambayo tutatumia Yaramila Wina, unaweza kutumia Microp mboga, unaweza kutumia Yaramila Tobacco, lakini unaweza kutumia mbolea nyingi zaidi. Mara nyingi hatushauri utumie mbolea ya urea katika nyanya. Ni kwa sababu gani? Kiwango cha nitrogen kinapozidi katika mmea kinafanya mmea uweze kukua kwenda juu na kujawa na matawi au majani kama haya, lakini inapunguza uzaaji. Mmea unapunguza kufanya shughuli zake za uzaaji, lakini mmea utachukua muda mrefu. Kwa hiyo utakuta mmea unapokuwa umefikisha wiki 2, umri wa wiki 2 hadi 3 mara baada ya kuhamisha shambani, uhitaji wake wa chakula unabadilika. Tunatoka katika kile chakula ambacho kilikuwa kina support mizizi ili iweze kukua vizuri, na kisha tunarejea katika virutubishi ambavyo vitafanya mmea uweze kukimbia mchaka, mmea uweze kukua vizuri, majani yaongezeke, kimo cha mmea kiongezeke, na hapo tunazingatia zaidi mmea wenye kiwango kizuri cha nitrogen. Sasa angalia nitrogen isizidi sana kwenye zao la nyanya. Kizidi sana, matokeo yake ni kwamba nyanya inakuwa ndefu lakini inastawi vizuri, lakini inaathiri kwenye production, uzaaji wa nyanya unakuwa ni hafifu. Kwa hiyo ndio maana tunatumia balanced growing fertilizers, mbolea za kukuzia za Yara zinakuwa na NPK ambazo ziko balanced. Kwa hiyo hapo utakuta Yaramila Wina, utakuta Yaramila Tobacco, utakutana na Microp
mboga mboga. Usitumie amidas kwenye nyanya. Aidha utumie katika mfumo wa soluble na hapo na kiwango chake, lakini pia usitumie urea kwenye nyanya. Si rafiki sana. Mmea unapoanza kuzaa, matumizi au virutubishi vinabadilika pia, lisha mmea inabadilika kutoka katika hizo mbolea, na sasa tunaingia katika mbolea ambazo zina viwango vikubwa. Mmea unapoanza kuzaa, lisha mmea inabadilika, na hapo mmea unakuwa unahitaji zaidi virutubisho kama potassium K. Potassium ni kwa ajili ya maua na matunda, lakini still mmea utaendelea kuhitaji phosphorus kwa ajili ya kuimarisha mizizi, ili mizizi iweze kufyonza vizuri vile virutubishi ambavyo vinaingia chini au vinawekwa chini ya ardhi. Lakini pia mmea utahitaji calcium. Calcium inasaidia katika utengenezaji wa matunda, umbo la tunda, structure ya tunda iweze kuwa ni kubwa. Lakini pia mmea utahitaji sulfur ili tunda liweze kuwa imara. Lakini utahitaji na virutubishi vingine vidogo, micronutrients kama boron, utahitaji magnesium na kadhalika. Sasa hivi virutubishi ni vya msingi katika stage ya reproductive stage ya mmea. Pale mmea unapoanza kuzaa, kuna stage 3. Stage ya awali, lakini kuna growing stage au growing stage ya mmea, lakini kuna reproductive stage. Matumizi ya mbolea yanabadilika. Mmea unapoanza kuzaa, unaanza kwa kutoa maua. Chakula kikiwa cha kutosha, maua yataendelea kutoka. Chakula kikiwa kidogo, maua yatastop kuendelea kutoka. Kwa hiyo KSP tuna program maalum ambayo inaleta uwiano mzuri wa uwekaji wa mbolea ili uweze kuvuna mazao mengi katika eneo dogo. Kwa hiyo tuna program ambayo tumeiandaa ya lishe kuanzia mmea unapokuwa mdogo, unavyoanza kukua na hatimaye unapofikia stage ya kuzaa. Kuna programu endelevu ambayo inafanya mmea uendelee kuzaa zaidi. Kwa hiyo mbolea ambazo unaweza kutumia hapo ni zile. Unaweza kutumia Kani, inafanya vizuri. Kuna Calcinity inafanya vizuri. Lakini unaweza kutumia mbolea zingine zenye calcium nyingi, magnesium sulfate inafanya vizuri. Hizo zitasupport mmea uweze kufanya vizuri kwenye matunda. KSP tupo kwa ajili yako. Tunataka tuanze mwaka vizuri. Kama una shida ya lishe ya mmea katika project yako ya kilimo, katika shamba lako, tuone. Tutafika shambani kwako na kukupa huduma stahiki ili mmea uweze kukupatia matokeo mazuri. Nafahamu matokeo unayohitaji wewe ni kuona matunda yanakuwa ni mengi, high yield katika project yako, na hatimaye ugeuze yale matunda au mavuno yaweze kukuingizia pesa za Kitanzania, noti mkwanja, sasampa. Karibu sana KSP, tupo kwa ajili yako. Usisahau kutumia teknolojia ya mfumo wa umwagiliaji.